Ndugu zangu, ukengeufu, ukengeufu, ukengeufu. Dhambi imetawala makanisani. Dhambi imetawala kila kona. Ukiingia makanisani siku hizi, wahubiri hawana haja ya kuhamasishana ama kuhimizana kwamba acheni dhambi. Wanaishia kuhubiriana vimahubiri fulani vya kusapotiana, vya kubariki tu. Hata wachungaji hawana haja ya kuwakemea dhambi washirika. Ngoja nikwambie, ukengeufu au makosa au dhambi yoyote huwa haichagui sura au cheo alichonacho mtu. Yawezekana hata mchungaji au mzee wa kanisa au askofu, ni rahisi sana kukosea, hasa kwenye hii dunia ambayo imekengeuka kwa kasi. Kwa hiyo mchungaji wako usije ukamwamini kwa asilimia zote. Kuna wakati ambapo anaweza na yeye akakosea, akafuata dunia inavyoenda. Siku hizi wachungaji hawakemei dhambi. Unakuta wanahubiri tu watu, yani mafundisho fulani ya kuwabariki, wanaombea baraka kila siku, kuwachochea tu waendelee kufanya wanavyovifanya wale washirika. Alafu pia kingine, unakuta wanawachochea watu, endeleeni omba kwa kunena kwa lugha. Yani hawawaambii ukweli ya kwamba kunena kwa lugha kupo kwa aina kama mbili. Wanadamu wengi wa leo, hasa vijana, ndio wako kipaumbele sana kunena kwa lugha. Lakini nataka nikwambie, usimwamini mtu yeyote kwa kunena kwa lugha. Usimwamini kirahisi, useme ndio na roho wa Mungu. Unakuta kijana amenyoa kiduku kabisa, alafu ananena kwa lugha na yupo madhabahuni, na mchungaji anafurahi, anasema yes, hapa nina vijana. Kumbe ni upumbavu uliojaa. Unakuta binti ameweka mawigi, ameweka minywele bandia huku, halafu ananena kwa lugha. Akisimama madhabahuni unakuta shantaratata, anasharalize pale. Lakini nikwambia kwamba hicho sio kipimo cha mtu kujazwa Roho Mtakatifu. Roho Mtakatifu hakagi mahali pachafu. Mawigi, minywele bandia, staili za kihuni, kuvaa visketi vya aibu, vinguo vya aibu, vimodo, au kunyoa viduku na vitabia vyote vinavyofanana na hivyo, au kuwa na wachumba wapenzi ndani ya kanisa, kinyume na utaratibu ambao Mungu anahitaji. Hiyo tabia huwa inaondoa Roho Mtakatifu kabisa. Anayebaki pale ni roho wa Shetani. Ndiyo ambaye anaanza kulipelekesha kanisa hilo, anaanza kumpelekesha kijana. Kunena kwa lugha kupo kwa aina kama 3. Mwanadamu akijawa na nguvu halisi ya Roho Mtakatifu huwa anaanza kunena kwa lugha ile, yani Roho Mtakatifu akijaa akaanza kufurika, lazima utanena kwa lugha tu. Hiyo ni ishara mojawapo ya kwamba huyu mtu amejazwa na Roho Mtakatifu. Ni ishara mojawapo. Lakini namba 2, mtu anaweza kanena kibinadamu. Akili zako inawezekana kuna mahali zilisikia mtu ananena kwa lugha, ukayaclaim yale maneno wakati wa kuomba, kwa sababu umehamasishwa kwamba omba kwa kunena kwa lugha. Basi ukaanza kusharalize, na wewe unaongezea maneno vyako pale, unaongezea vingine vya Kiingereza, unaunganisha, tayari unaonekana ni mtu anayetiririka. Kumbe ni upumbavu mtupu. Unanena kwa kibinadamu, kwa akili zako mwenyewe. Namba 3, mwanadamu akijawa na nguvu ya Shetani, kwa sababu kwa mfano yale mawigi, manywele bandia, ukiwa unayavaa yale, yanakaribisha nguvu ya kishetani, yamevuviwa nguvu za kimajini yale toka kuzimu. Kwa hiyo ukiwa unayatumia yale, yanakujaza nguvu ya kishetani. Ukishajawa na nguvu ya Shetani, wakati wa kuomba utakuta unaanza kunena kama kwa lugha, kunena kwa lugha. Ndio maana unakuta mtu amevaa kimodo alafu ananena kwa lugha. Kumbe ni upumbavu, ni Shetani kamjaza kichwa kwa sababu ya vile vitabia alivyokuwa kivitenda. Mtu ananena kwa lugha akiwa na tabia chafu, huyo sio Roho Mtakatifu, ni upumbavu.
ni shetani au ananena yeye kama mwenyewe. Mafundisho ambayo yanatakiwa katika kizazi hiki cha leo na kwenye dunia ambayo imepotoka namna hii ni yale ambayo yanawakumbusha watu kutengeneza ama kurekebisha mahali ambapo pamebomoka, mahali ambapo hawajatengeneza. Sio mafundisho haya ya kufarijiana kila siku, ni kupotezana tu. Na wachungaji wanajikuta wanafahari, wanafurahi wanapoona ya kwamba wana washirika ambao wananena kwa lugha. Wao usijue ya kwamba furaha ya wachungaji wengi wa leo ni kwamba kwa sababu wanapokea masadaka na matoleo mengi ya watu. Lakini nikwambie kwamba fahari ya mchungaji yoyote ni kutengeneza watu ambao ni bora, ni thabiti mbele za Mungu, wanaoenenda sawa na njia zilizotajwa kwenye Biblia. Kama watu wa kwenye Biblia walifanya hivi, basi na hao washirika wanaofundishwa wawe wanaenda sawa na Biblia ilivyo, sawa na wale mitume na manabii waliotutangulia walivyo, sio hao wahuni wa barabarani wa siku hizi. Kwa hiyo inatakiwa tuwe makini sana. Kunena kwa lugha ama kuomba kwa bidii ama kuimba kwa masauti makubwa sio ishara ya kwamba hapo pana nguvu ya Mungu. Hata shetani akiingia ndani ya ibada kutakuwa na vumbi tu humo. Vumbi lazima itatimuka. Na shetani anapenda kweli anapoona wapumbavu, waovu wanafanya kazi, yani wanaimba eti wakishangilia kwa jina la Mungu. Anafurahi sana waovu wanapomsifu Mungu, shetani huyo. Kwa hiyo shetani yuko kazini sana siku hizi. Unakuta vitu vingine vinajivalia visuruali ambayo ni ishara ya kimalaya, kinguo cha aibu, nguo zinazoangaza, kinguo kinaishia kwenye magoti. Akipiga hatua hivi mapaja yanaonekana, akiinama ni hatari ndani ya kanisa. Sasa mtu kama huyu unakuta tena anaimbisha, anaomba, yani akianza kuomba anagalagala, mwingine analia, kumbe ni upumbavu mtupu. Shetani ameingia ndani ya makanisa leo hii. Wachungaji, tangulizeni, wahubiri wote nawaambia, tangulizeni mafundisho yenye kuwaonya watu watengeneze kwanza mahali ambapo hawajatengeneza. Ndio mafundisho ambayo Bwana anayahitaji katika kizazi cha leo, na sio haya ya kufarijiana. Kufarijiana huku ni upumbavu, tunapotezana tu. Kwa hiyo inatupasa tutengeneze kwanza. Usimwamini mtu kwa kuwa anaimba sana, anaomba sana. Angalia vitabia vyake, matendo yake ambayo yako mwilini yanaonekana kwa dhahiri, kwa sababu kilicho ndani kinaonekana nje, kinadhihirishwa na matendo ya nje. Kama ndani ni kuchafu, huwezi, yani kama matendo yako ya nje ndio machafu, basi na ndani kumeoza hivyo hivyo. Kama nje unanyua videnge, unavaa minywele bandia ambayo inaovuviwa kuzimu, unavaa vimodo, vinguo vya aibu vinaishia kwenye magoti, hujithamini, hujiheshimu, unaharibu heshima yako, basi tambua ya kwamba hata ndani kwako unayesema ni roho iliyoko ndani au moyo ulioko ndani, basi utakuwa umeoza hivyo hivyo. Ni sauti ya mtu aliye nyikani ikisema, tengeneza njia ya Bwana, nyosha mapito yake. Yuaja Bwana na malipo kwa ajili ya kila mwanadamu, na kae kila ulilolitenda litapata thawabu yake siku ile. Tengeneza, kaa macho, kaa chonjo. Wakati wa kuja Yesu umekaribia. Mungu akusaidie sana utengeneze. Amen.